Ninajua kabisa mlitambua siku kama leo tuwe mahali hapa. Tunashukuru kwa yote mfano ajabu umetuwezesha kutoka majumbani na tumeweza kufika mahali hapa. Ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, utanena pamoja nasi. Hivyo Mungu tunasema asante kwa yote haya. Kwa jina la Yesu tunaomba na Mwokozi wetu. Ziara ya diwani kwa siku ya leo, jambo la kwanza ni kuja kutoa shukrani kwenu kwa kuweza kumchagua na kuweza kufanikiwa kupita kwa ushindi mkubwa. Amekuja kwenu ili muweze kumweleza changamoto mlizonazo. Baada ya kusema hayo machache, sasa kwa ufupi, naomba nikukaribishe Mheshimiwa Diwani ili uweze kuongea na wananchi wa kijiji cha Nyakafulo. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi na utu. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Kwa majina yangu mimi naitwa Vincent Yatuba, Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Nyakafulo. Ndugu zangu, wazee wangu na kaka zangu, nimekuja kwenu hapa. Lengo la kuweza kunileta hapa kwanza ni kuja kuwashukuru. Mlifanya kazi kubwa ya kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkafanya kazi kubwa ya kuweza kumchagua mbunge wetu, kaka yetu na kijana wenu mpendwa Ferguson Alon Kingwa, lakini mimi mwenyewe pia kunichagua kwa diwani wenu wa kata hii ya Nyakafulo Vincent Yatuba Salawa. Mama zangu, baba zangu na wazee wangu, kwamba mna changamoto gani, kero gani ambazo zinazoendelea kuwakabili ndani ya kijiji chenu hiki cha Nyakafulo. Na kijiji hiki ndio kimekuwa ni kijiji cha mwisho. Nimeanza ziara Shinyanga A, nimepita Shinyanga B, nimeenda Rubeho, lakini leo nimekuja kumalizia hapa. Tukiwa tunasikia kwamba mwekezaji atakiwa achukue 60% na kijiji 40%. Je, 40% hizo zinatolewa na nani na zinaenda wapi? Kama zinakuja Nyakafulo, bora hatujaziona. Kimekuwa ni kitendo cha kusikitisha mpaka vijana wetu tunaokulia kwamba wanapotea kwa sababu bila ya kazi mtu anapotea, anakuwa na mawazo mengine tofauti. Hapa ajira hazipatikani, hata zingine za kawaida waajiriwe wazao wa kijiji mahali mgodi ulipo. Umeme kwenye vitongoji bado haujakamilika kuwafikia wale wananchi wa chini, tuseme ambao walioko center ndio wanapewa umeme. Tuna changamoto ya ununuzi wa eneo la shule ya msingi Nyakafulo. Niambo kusenda pale. Ile changamoto ya ununuzi wa eneo imetuchukulia siku nyingi. Kupitia maandalizi ya ununuzi wa ile eneo, inahitajika gharama ndefu wastani wa milioni 50. Kwa mfano barabara ambazo zinazoingia mgodini, barabara kuna magari makubwa yanayosomba mawe, yanasomba mchanga, yanasomba nini, lakini barabara zile sasa wakumbuke kwamba hizo mali wanazotoa pale kuna watumia barabara, na wengi ni watoto wadogo. Sasa hivi watoto wanaenda shuleni kuanzia miaka 4. Sasa kwa miaka 4 atarukaje kwenye tope? Sana ni kujiburuka na kufika shuleni amechafuka. Mashahidi mwalimu mkuu yuko anawaona wanafunzi. Mheshimiwa Diwani, kwenye sekta ya ulinzi na usalama, naomba Mheshimiwa Diwani tuunge mkono. Tuna changamoto kubwa sana. Unajua sungusungu inaweza ikaharibu kidogo. Basi tulikuombe mwenyekiti uwe tayari kuja kutusaidia au kuja kutoa nini ushirikiano. Kuna wamiliki wa plant hizo ambazo zinatumia kemikali yenye sumu kali sana, lakini mimi nauliza iwezekanaje hizo plant zikapewa kibali cha kujengwa karibia na vyanzo vya maji? Kuna wamama hapa wakekulu hapa ndani ambao wametuzaa sisi, hawana chochote mkubwa, maana asilimali zote za kwao zinaenda Rubeho, zinaenda Nyamwene wapi, zinaenda kila sehemu. Leo hapa hamna kabisa. Wanafaidika na nini wakekulu?
Leo vijana hapa hawafaidiki chochote mkuu. Nyakafulu hapa tuna changamoto kubwa sana la vijana kukoswa ajira. Nyakafulu hapo majosho hamna. Naomba mheshimiwa diwani niangalie hilo, tuletee majosho ya ng'ombe. Tupe na elimu ya ufugaji. Zinakuwa mna mjiko. Tuletee wataalamu watueleweshe. Kwa hawa wamiliki wa leseni, utaratibu wa leseni kwa kuzingatia usalama wa raia na wanyama wengine ni kwamba unapofanya uchimbaji, baada ya wewe kuchoka na uchimbaji wako, inatakiwa ufukie mashimo kwa ajili ya matumizi mengine ya ardhi. Kuna mwekezaji yuko kwenye eneo la Kibiriti kule. Sasa kule amechukua eneo leseni lake hapa kwenye eneo langu bila mimi sijapata taarifa. Sasa nakwambia nani diwani, ulichukue hawa wawekezaji wanachukua maleseni kwa baadaye nje nisikie tu kwamba umeanza kuchimba bila mimi taarifa. Hata kwenye kampuni basi tumekoswa ajira. Hata wawekezaji sasa watuheshimu, ili angalau walete proposal hapa kwenye meza kwamba vijana hao wapate angalau ajira mle. Hazipo.